Watanzania, naomba usaidizi. Tunaandaa ripoti CNN kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa Bongo hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hivyo nitumie video kama ulirekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, DM iko wazi. Help us investigate what happened so we can tell the world. Asanteni sana. Ya tarehe 6 mwezi wa 11, Larry Madowo ambaye ni mwanahabari anayewajibikia CNN raia wa Kenya alifanya video moja kwenye mitandao ya kijamii na kuwarai wa Tanzania ambao wana video tofauti za machafuko nchini humo wamtumie. Sasa Larry Madowo alikuwa anasema hapa kuna ripoti ambayo walikuwa wanatengeza kuhusu vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika nyuma pazia baada ya uchaguzi na vile kabla ya uchaguzi. Sasa baada ya kupandisha video hii, Larry Madowo aliandika, Tanzanian journalists are not free to report on what happened, so we will. Please share this video. Anasema kuwa wanahabari kutoka nchini Tanzania hawana uhuru wa kuripoti chochote ambacho kilifanyika, lakini wao naye watafanya hivyo. Sasa anawaomba wale ambao wako na video tofauti wamtumie kwenye mitandao ya kijamii ndio angalau video hizi wazifanyie kazi. Sasa kuna wengi ambao walicomment kwenye hii post ambayo iliwekwa na Larry Madowo tarehe 6 Novemba mwaka huu kwenye mitandao ya kijamii. Kuna huyu ambaye anajulikana kama ni Feria Official 17 anasema, nyie wa Kenya sisi ni maadui tu kwenye utani, ila katika magumu mpo na sisi. Tunawapenda mno nyie, sio majirani tu bali ni ndugu, mnatupigania mno. Hatuna cha kuwalipa ila upendo utadumu milele. Kipindi tumezimiwa internet muliendelea kutupazia sauti, hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuwapenda. Alafu Karungi akasema kweli wa Kenya ni ndugu zetu, one love wapenzi. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zilikuwa zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanahabari huyo ambaye ni raia wa Kenya ambaye anawajibika pale CNN, ambapo alikuwa anaongea na baadhi ya Watanzania akisema kuwa wanahabari wanauoga zaidi na vile hawana uhuru wa kuripoti chochote ambacho kilikuwa kinafanyika nyuma ya pazia nchini Tanzania. Sasa akawaomba akawaambia, ebana, naomba kwa heshima zenu nitumieni video ambazo mlinasa kwa kutumia kamera zenu, simu zenu na vifaa tofauti vya kunasa video ndio angalau tupate kuzifanyia kazi. Sasa akaandika hapa akasema, wabongo naomba usaidizi. Sasa alinyenyekea ama alinyongonyea kuomba usaidizi kwa wabongo ama wa Tanzania. Alafu baadaye siku mbili, hii ni tarehe 8 Novemba, Larry Madowo tena akafanya video nyingine ya kiubabe zaidi. Ninafaa kuwa likizo huko Ujerumani, sifanyi kazi, lakini kwa siku 3 ama 2 zilizopita nimechukua wakati huo kuongea na Watanzania wengi wamenitumia, mamia ya watu wamenitumia picha ama video wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hata nimezungumza na wenzangu wanahabari wa Bongo ambao pia wana mengi kusema lakini hawawezi, na itachukua labda wiki nyingine 1 ama 2 mimi na wenzangu tukifanya kile tunaita verification geolocation, tuhakikishe kwamba ripoti yetu ya CNN iko sahihi na dunia inajua kilichotendeka kwa ukweli. Asanteni sana kwa usaidizi wenu. Akaandika hapa akasema, shukran kwa wabongo. Alafu sasa hii ni video alifanya siku 2 baadaye, ndio akiwashukuru wabongo. Anasema kuwa ametumiwa video kadha wa kadha za ukatili ambao ulikuwa unafanyika nchini Tanzania. Kuna wale ambao waliuawa, wengine waliumizwa, wengine pia walitekwa na maafisa wa jeshi la polisi, lakini serikali nayo ilijaribu kutengeza mazingira ya kuaminika kuwa wao hawakuhusika na utekaji, mauaji nchini Tanzania. Kwa maana kuna taarifa ambayo ilitolewa na Mama Samia Suluhu Hassan akisema kuwa vijana walifuata mkumbo. Alafu ya pili akasema ya kuwa ni raia kutoka nchi za kigeni ambao walihusika kwenye maandamano. Lakini sasa juzi anasema kuwa kuna mashirika ya NGO ambazo ziliwalipa vijana pesa na wanafanya uchunguzi ndio angalau wapate kujua hali halisi ama nini kilifanyika katika siku hiyo ya uchaguzi, ambapo vijana pia waliamua kwenda barabarani kujimwaya
kuhakikisha kuwa wameonyesha ghadhabu zao. Lakini jingine tuangalie role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Kwa hiyo haya tukaangalie NGO za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya. Sasa Larry Madowo alifanya video hii baada ya siku 2 na kuwashukuru wa Tanzania. Anawaambia, nimepokea video zaidi ya 100 na nimepata nafasi murwa ya kuongea na baadhi ya Watanzania ambao wamekwazwa na kile ambacho tunachokita ukatili ambao unafanywa na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa hapa Larry Madowo anarejelea ishu ya ukosefu wa uhuru wa wanahabari nchini Tanzania, kwa maana kuna vyombo vingi vya habari nchini Tanzania hawangependa kuangazia machafuko ambayo yalifanyika nchini Tanzania, kwa maana wangefungiwa. Ikumbukwe nchini Tanzania ili uwe na YouTube channel inabidi usajili na TCRA, ambapo ni mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, ambapo ukipatikana na YouTube channel ambao unaendesha na kuweka habari zako pale utachukuliwa hatua kali za kisheria. Lakini nchini Kenya ukiangalia unapata kama wanahabari ama wale ambao wanataka kuweka vitu vingi ama tofauti kwenye mitandao ya kijamii ya YouTube, wanahabari tu wanapiga tu mishe zao pasi na uoga bila kuhofia usalama wao ama chochote ambacho wangefanyiwa na vyombo vya dola nchini humo. Sasa narejelea ishu ya ukosefu wa kile ambacho tunachokita uhuru wa wanahabari nchini Tanzania. Ikumbukwe juzi kuna mwanahabari ambaye anapiga mishe zake na kituo cha habari cha Ayo TV ambaye anajulikana kama Godfrey Thomas ambaye anatoka eneo ya Arusha. Alitiwa mbaroni na maafisa wa jeshi la polisi, alafu baadaye akaachiliwa tena akatiwa mbaroni tena. Wanasema kuwa jamaa alikuwa anaangazia habari ambazo zingeleta uchochezi nchini Tanzania na amewekewa kesi ya uhaini. Kwa hiyo bado tunafuatilia kwa karibu zaidi na angalau tupate kujua hali halisi. Lakini wakati huu Larry Madowo ameamua kulitendea taifa la Tanzania haki baada ya kudocument vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika nchini Tanzania. Ikumbukwe hapo mwanzoni kulikuwa na habari ya kuwa video kama hizi zilikuwa ni video za AI maarufu kama akili mnemba. Sasa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ilikuwa inasema kuwa video ambazo zilinaswa katika mochwari ya Mwananyamala na mochwari ya Mount Meru Hospital kule maeneo ya Arusha ni video ambazo zilitengezwa na AI maarufu kama akili mnemba. Sasa Larry Madowo amezama na kuzuka, ameingia kwenye mfumo wa kufichua maovu ambayo yalikuwa yanafanyika nchini Tanzania. Sasa Larry Madowo ameposti video ama iko katika channel ya CNN na vile channel ya Larry Madowo. Sasa wanaangazia vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika nchini Tanzania. Hapo mwanzoni walikuwa wanasema kuwa hizi ni video za AI maarufu kama akili mnemba, lakini Larry Madowo wametumia teknolojia kufanya uhakiki kuhakikisha kuwa hizi ni video ambazo zilitoka nchini Tanzania. Sasa ukiangalia unapata kama wananchi wanajimwaya barabarani na vile maafisa wa jeshi la polisi wanawaangushia kipigo cha kupitiliza. Sasa Larry Madowo ameposti video hii kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram na anasema kuwa exclusive CNN investigations show that police kill protesters in Tanzania and find sign of mass graves used to conceal their brutality. We use forensic analysis of video, satellite imagery and spoke to more than 100 Tanzanians for this report. We asked the Tanzanian government and police for comment, did not hear back. Report with Larry Madowo na vitu kama hivyo. Sasa Larry Madowo anasema kuwa walikuwa wamejaribu kuulizia vitu vingi kwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, lakini serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ni kama iliamua kujitia hamnazo. Hakuna ripoti yoyote ambayo walipewa kuhusu vitu vingi ambavyo vilifanyika nchini Tanzania kuhusu uchaguzi na vile maandamano ambayo ilifanyika nchini humo. Sasa kuna taarifa ambayo ilitolewa na afisi
ya msemaji mkuu wa serikali. Sasa huyu anajulikana kama Gerson Msigwa mara tu baada ya Larry Madowo kuposti video hile. Sasa hii taarifa nasema kuwa taarifa kwa umma Novemba 21 mwaka wa 2025. Serikali imefuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha CNN kuhusu matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025 na siku zilizofuata. Tunachambua na tunahakiki maudhui yaliyomo katika makala hiyo, na tamko la serikali litakuja baada ya kukamilika kwa uhakiki huo. Sasa hii ni taarifa ambayo ilitolewa na ofisi ya msemaji mkuu wa serikali ikiongozwa na jamaa ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa, katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Mchezo, na vilevile msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa wakati huu tunajaribu pia kuangalia video moja ambayo imefanywa na mwanahabari ambaye anajulikana kama Larry Madowo. Sasa Larry Madowo amefanya video moja ya kibabe zaidi akijaribu kuongea kuhusu ishu nzima ya hii makala ambayo alifanya kwenye mitandao ya kijamii na vilevile runinga ya CNN. Sasa ni makala ambayo imeenda viral zaidi. Sasa Larry Madowo anawashukuru wa Tanzania ambao waliamua kumtumia video kadha wa kadha kwenye mitandao ya kijamii wakionyesha maovu ambayo yalikuwa yanafanyika ama yalikuwa yanafanywa na jeshi la polisi. Ndugu wa Tanzania, asanteni sana tena kwa jinsi mlivyotusaidia kwa hii ripoti yetu ya CNN ambayo imetoka hii leo. Imechukua muda kidogo kwa sababu imekuwa kazi ngumu. Mimi mwenyewe nilikuwa kwa likizo kwa wiki 2 zilizopita, lakini sijapumzika. Nikiwa Ujerumani, nikaenda El Salvador, nikakuja Afrika Kusini. Nimeshinda nikizungumza na Watanzania, wamenitumia video, mamia ya video na picha. Nimeshirikiana na wenzangu kufanya audio forensic analysis, tukatumia satellite, tukatumia kila kifaa tunacho kuhakikisha kwamba tunasema ukweli ili dunia nzima ijue kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Asanteni sana, pole na hongera. Ameposti video akaandika kwa Watanzania wote. Sasa hapa anashukuru Watanzania ambao walimtumia video hizo na vilevile kutoa maoni yao. Kwa maana Larry Madowo hapo mwanzo alikuwa anasema kuwa kuna wanahabari ambao wangependa kusema kile ambacho kilifanyika nchini Tanzania, lakini wanahofia usalama wao. Sasa wameamua kubana majina yao ndio angalau wasipate kujulikana, kwa maana wanahofia kuandamwa na maafisa wa jeshi la polisi. Baada ya Larry Madowo kufanya video hii kwenye mitandao ya kijamii, kuna wengi ambao wamedondosha comment zao hapa. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Ronnie Reagan anasema kazi kuntu sana kaka, ipo siku. Alafu Chacha Heche ambaye ni kakake makamu mwenyekiti wa Chadema John Wegesa Heche anasema hivi, that's brotherhood, yani huu ni undugu. Alafu Alfred Mtawale anasema we have Larry in Kenya, they have Diamond. Alafu Lucy anasema don't dare step in Tanzania soil, yani anamuonya, anamwambia usidhubutu kutinga kuingia nchini Tanzania, watakufanyia ufundi. Alafu Dick Van Ngera anasema sawa mlamba lipsi. Anajulikana kama Gordon pia anasema hongera kwa kujitolea kuwasaidia ndugu zetu wa Tanzania. Alafu Jaber Nyoremo anasema good job Larry. Nicodemus wa Katiba anasema thanks Larry, the world now knows TZ has an illegitimate government ama blood government. Anthony Kera anasema Kenya we have Larry Madowo, Diamond has Zuchu, we are so ahead of time. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanahabari nguli kutoka nchini Kenya ambaye anawajibikia runinga ya CNN, muite Larry Madowo. Larry Madowo amefanya ufichuzi wa mauaji ambao ulifanyika nchini Tanzania kabla na baada ya uchaguzi, na ni jambo ambalo limepelekea wengi kucharuka kwenye mitandao ya kijamii. Wanajaribu kuhoji vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanywa nyuma ya pazia, lakini serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imeahidi ya kuwa watatoa taarifa kuhusu hii video ambayo ama ripoti ambayo imetengezwa na Larry Madowo, na wanasema kuwa bado wanaifanyia uhakiki. Sasa wengi wanajaribu kuhoji, wanajiuliza ni uhakiki upi ambao mnafanyia kitu ambacho kilikuwa wazi zaidi: mauaji, utekaji na ile hali ya wananchi kushushiwa kipigo na maafisa wa jeshi la polisi
kabla na baada ya uchaguzi na vile wakati wa uchaguzi, ambapo vijana wa majenzis waliamua kuenda barabarani kuonyesha ghadhabu zao kwenye maandamano ambayo ilifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 nchini Tanzania. Hii ni Sauti ya Mjomba, niite Fazul, na vile usisahau kusubscribe, kulike na vile kushare na kudondosha comment yako hapo chini angalau tupate kujua unajisije kutokana na hii taarifa ambayo imetengezwa na CNN kupitia mwanahabari ambaye kitovu cha asili yake ni nchini Kenya, muite Larry Madowo. Ndugu wa Tanzania, asanteni sana tena kwa jinsi mlivyotusaidia kwa hii ripoti yetu ya CNN ambayo imetoka hii leo. Imechukua muda kidogo kwa sababu imekuwa kazi ngumu. Mimi mwenyewe nilikuwa kwa likizo kwa wiki 2 zilizopita, lakini sijapumzika. Nikiwa Ujerumani, nikaenda El Salvador, nikakuja Afrika Kusini. Nimeshinda nikizungumza na Watanzania, wamenitumia video, mamia ya video na picha. Nimeshirikiana na wenzangu kufanya audio forensic analysis, tukatumia satellite, tukatumia kila kifaa tunacho kuhakikisha kwamba tunasema ukweli ili dunia nzima ijue kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Asanteni sana, pole na hongera.